Asante sana mpenzi mtazamaji popote pale ulipo katika Jamhuri ya Kenya. Wale wanaotazama katika jiji la Dar es Salaam Tanzania, jiji la Mwanza Tanzania, jiji Kampala Uganda, vile vile Bujumbura kule Burundi, maeneo yote ya maziwa makuu, hujambo na karibu. Jina langu ni Franco Tieno, kipindi hewani ni Dau la Elimu. Kama kawaida ni kipindi ambacho kinakuletea mambo mahususi kabisa katika mada fulani, masuala ya elimu, na bila kusahau kwamba sisi wa Kenya tunategemea elimu kama nyenzo muhimu ya kuendeleza uchumi wa taifa hili. Ndipo sasa hii leo basi mada yetu inaegemea katika upande wa mabadiliko katika mtaala wetu ama curriculum, ambapo basi mtaala wenyewe huwa unasisitiza kwamba lazima basi vijana wanaosoma sasa hivi waanze kuzingatia masuala ya kujiajiri wala sio kuajiriwa. Ndipo sasa katika mada ya leo tunazungumzia swala muhimu sana kuhusiana na masomo ya ufundi, na katika studio nina wageni ambao watanisaidia katika mada hii, ambao kuna bwana mdogo pale, bwana Alex Odhiambo Odero, ambaye ni kijana moja anaitwa interior designer, lakini kwa Kiswahili tunamuita msanifu ruwaza. Yeye ni msanifu ruwaza ambaye anaweza akafanya mambo, akasanifu mambo katika ujenzi wa nyumba yako na kadhalika, na yeye anajitegemea katika kujiajiri mwenyewe. Kando yake pale ni mwalimu Charles Akach, ambaye ni mkuu wa chuo anuai cha Kabete hapa Nairobi, ambaye atakuwa anatusisitizia masuala mengi kuhusiana na umuhimu wa kusoma kupata masomo ya ufundi. Kando yake pale Alex Odero tuko naye dada Daktari Consolata Mutisia, ambaye ni mhadhiri anayesimamia kitengo cha utafiti katika chuo cha anuai cha Kabete. Basi tuende katika taarifa zetu, ndipo tuendelee na mdahalo huu, manake tutakuwa na kuhusisha katika mtandao. Utatuma ujumbe kwa arafa bila malipo 22155 22155. Naam. Waziri wa masuala ya ndani na kaimu waziri wa elimu Fred Matiang'i amelaumu mfumo wa elimu kwa kudorora kwa viwango vya elimu ya juu. Matiang'i amependekeza wahadhiri kutia saini mikataba ya utendakazi. Alizungumza jana kwenye chuo kikuu cha Strathmore katika mhadhara ulioandaliwa kwa heshima ya msomi tajika Callistus Juma. We are going towards a point where we don't have an option but to relook at the structure and the expansion of university education in Kenya. It is not expansion, it's called massification. We created things, some of them that are worse than a glorified high school, just because we wanted to have the term university. When you go in there and find out what we are teaching is a joke in the process. That is not how we are going to develop our country. Well, courage is needed, boldness is necessary. Time is here for us to live right and do the things that we must do correctly. If you cannot run, so if we have been running universities, how come we have those kinds of failures at the Kenya School of Law? How come the ERB, the Engineers Registration Board, is screaming about the people we are turning out? How is it that the Kenya Private Sector Association has been having conversations with me about the quality of graduates we are turning who are going to the market? Many of you must have seen the employment survey that was done the other day, supported by DFID, what it says about the employability of Kenyan graduates and so on. There is data, there is science, there is no reason why we have knowledge, we know what the truth is, and we keep pretending about some of these things. Asante sana. Huyo ni Waziri Fred Matiang'i. Wakati huo eneo la Pwani limeandikisha asilimia ndogo zaidi ya wanafunzi wanaojiunga na shule za sekondari, na ni kwa sababu hii ndipo Waziri Fred Matiang'i alikutana na viongozi kutoka kaunti zote 6 za Pwani kuzindua operesheni ya kuboresha elimu. Baada ya saa 4 na zaidi ya mazungumzo ya faragha, Waziri Fred Matiang'i, washikadau wa elimu pamoja na viongozi wa Pwani walikubaliana kwa kauli moja kuzindua operesheni tupeleke mtoto shule kuanzia leo. From the regional commissioner to the assistant chief, working with local county leadership to move around villages, starting with going to the primary schools where these children did their KCP, to find out from the primary schools where are those children. Hii ni kutokana na asilimia ndogo ya wanaojiunga na kidato cha kwanza katika shule nyingi za upili, ambapo wizara imetaka usaidizi wa viongozi wa kisiasa, hasa kutoka pande zote, wazazi pia wakilengwa. As Coastarians, we also need to change our attitude towards education. Unapata kwamba inakuwa ni rahisi kuchangia maharusi, kuchangia mambo tofauti, lakini ikifika ni mambo ya elimu inakuwa tunajikokota. Sasa inabakia kila kitu kinawachiwa ni serikali
au ni viongozi waliochaguliwa. Kando na haya, utamaduni, umaskini na usalama katika baadhi ya kaunti ni changamoto, huku washikadau wote wakiahidi kuwa sasa ndio ngoma ya mabadiliko ya kielimu katika pwani ya Kenya. We will provide security to all our children and to all our schools. No one needs to fear anything. And in any case, we are seized of this issue, especially in respect to Coast Region. Francis Mtalaki, KTN News, Mombasa. Asante sana Francis Mtalaki kwa taarifa hiyo ambayo imetufumbua macho kwamba katika eneo la pwani basi viwango vya elimu tunahitaji kuviboresha kwa mujibu wa operesheni ambayo imezinduliwa na Waziri Fred Matiang'i. Kwa sasa basi ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha wageni wangu studioni ili wajisikie wako nyumbani. Manake hii ni mada ambayo vijana wote pale nje wangependa wasikilize kwa makini sana kwamba sasa hivi tuajiriwe tusiajiriwe. Tuajiriwe tujiajiri, kitu kama hicho. Kwa hivyo ndiposa basi ninakukaribisha moja kwa moja wewe mtazamaji ujiunge nasi kwenye mdahalo huu na ujisikie huru kutuma ujumbe kwa kupitia arafa bila malipo 22155 22155. Tutakuwa tunazipokea, utuambie uko wapi na unachangia nini kuhusiana na mada hii ya leo. Ndugu Akache, ningependa kukupa fursa hii basi ufungue jamvi la mdahalo huu, utuambie kwamba katika chuo cha Kabete pale ni masuala ni ya ufundi tu. Kwa hivyo vijana ambao wanatoka pale wana matumaini gani ya kujitegemea maishani? Lengo letu Bwana Frank, na sio lengo letu peke yake kama Kabete, chuo cha Nwai cha Kabete, lakini Kenya nzima na serikali ni ya kwamba tunataka tuwe na vijana ambao ni wale ambao wanaenda kujitafutia. Wale ambao tunataka tunaproduce watu ambao ni wasio kutafuta kazi, lakini tunataka watu ambao wanajiajiri. Hiyo ndio lengo letu na ni lengo la serikali. Na ndio sababu tunakuja na curriculum tofauti ambayo inatia sana maneno ya curriculum based education and training. Na sio ile ya zamani ambayo ilikuwa ni wale wameenda masomoni, wamepata degree na wamepata shahada fulani na hiyo certificate ni certificate ya kutafuta kazi na sio ya kujiajiri. Yes. Manake hapo kando yako kuna kijana mmoja ambaye tunamfahamu sana kwa kazi ambayo amechangamkia sana, kazi ya usanifu ruwaza. Msanifu ruwaza ni interior designer ambaye wewe unategemewa sana na wale ambao wanataka kujenga nyumba zao wafanye umaridadi ndani yake. Alex Odero, tuambie kwamba kazi yako hii ulianza lini kwanza? Kazi yangu nilianza mwaka wa 2014. Yes. 2004 I mean. Wakati nilihitimu katika chuo kikuu cha Maseno kwa shahada ya Bachelor of Arts in Housing and Interior Design. Housing and Interior Design. Housing and Interior Design. Yes. Ndio. Kwa hivyo shahada yako ilikuwa inakuandaa kwa ajili ya kutafuta kazi katika ofisi za serikali ama ni vipi? Naam, ilikuwa inaandaa kwa kutafuta kazi na pia kujiajiri. Yes. Vile mtu anajihisi ni mkondo gani anataka kufuata. Naam. Kwa hivyo kwa sasa hivi ndugu Alex, hapo tuelezee kwamba ni mambo gani ambayo unafanya sasa hivi ambayo yanakufanya unafurahia ile kozi ulifanya, wewe unafurahia kazi ya mikono yako haijawahi kukuleta down bwana, tuambie. Naam, nafurahia kazi yangu manake ni kazi ambayo nilisomea vizuri, na wakati nilitoka chuo kikuu nilitoka kama nimejiandaa vilivyo. Alafu sasa nilikuja nikaajiriwa na nikapata ile ujuzi ya kufanya kazi. Manake mtu anapotoka chuoni huwa anatafuta ujuzi. Manake kuna mambo kadhaa ambao haufundishwi shuleni. Ndio. Lazima ujionee mwenyewe, uone vile unajiandaa kufanya mambo yako. Kwa hivyo ninapotaka kujenga nyumba yangu kule katika kaunti ya Siaya huko nyumbani kwetu, unanishauri kwamba nikutembelee alafu nijionee mambo gani ambayo ungependa labda kwa ubunifu wako wewe mwenyewe. Utakuwa na uwezo wa kunifanyia nini katika ile nyumba ili nifurahie? Kwa mambo ambayo huwa tunafanya, tunahusiana na mambo ya undani wa nyumba. Sasa tunafanya uwe na ustarehe kwa nyumba yako. Manake tunafanya kitu naitwa kupamba nyumba yako. Kupamba nyumba na kutengeneza vitu ambazo unatumia kufanya maisha yako iwe mzuri na kwa kutengeneza nyumba kuna viwango ambavyo kila mtu anataka. Manake kuna wale wanataka style ambayo iko juu zaidi, kuna wale wanataka ambayo iko kadri. Ndio. Na kwa hivyo
Hizi ni kazi ambazo wewe sasa nikisha kwambia kwamba unifanyie uchoraji fulani, fundi atakayekuwa anahusika na ujenzi wa ile nyumba atatumia ule uchoraji wako kufanya, ama wewe mwenyewe unanipatia fundi wako ambao watakuja kufanya ile kazi, ama wewe mwenyewe utaifanya? Kwa kawaida chenye huwa tunafanya, ndio tunaongea na mtu ambaye anataka afanyiwe kazi. Alafu huwa tunaenda katika eneo ambalo linataka kufanyiwa kazi. Tunachukua kipimo, tunaongea na mwenyewe, anatuarifu chenye anatarajia, matokeo ambayo anatarajia baada ya sisi kumfanyia hiyo kazi. Alafu tunaenda tunachora, tunamuonyesha picha za vile nyumba yake itakaa. Alafu tukishakubaliana tunatuma mafundi na tunatengeneza na tunampelekea na tunaweka. Ngoja kidogo. Mnatuma mafundi wapi? Tukishatengeneza hizo vitu, tuseme kama ni kabati. Kabati, ama kama ni furniture. Ndio. Maana mara mingi zinatengenezwa kwa kiwanda. Alafu zinasafirishwa hadi kwa yule bwana yule. Hadi kwa yule bwana. Ndio. Ndio. Mambo kweli mazito. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ningependa basi ujiunge nasi katika mdahalo huu na uchangamkie tu mdahalo huu kwa kutumia nambari ya rafa bila malipo 22155 22155 ndio nambari ya rafa ambayo ningependa. Kuna huyu kijana anaitwa Jeremiah Mauti kutoka Kabiria. Vijana wanafaa kujiajiri baada ya masomo university. Sasa pale wazazi na walimu kutoka pale primary school, secondary wakaweka wasichana ile uoga ya nikikosa kupita. So wasichana wanakabidi tu kupita. Waende university. Wanasahau kuwa kuna hizi chuo zingine za TVET za kujifunza. Unaweza enda ukafanya ukajifunza na ukaendelea ukaanza biashara yako na ukaendelea. Sasa wasichana wengi wanaongopa. Kwa asilimia saa hizi unaona at least wasichana wanaanza kuingia hizi za maufundi ndio waende waweze kujiajiri ama waweze kuajiri wenzao. Lakini bado kuna very small percentage wamekubali. Wengine bado wako na ile uoga wanataka kuajiriwa. Kuajiriwa ni mzuri. Wote wanataka tuende tuandikwe tuajiriwe white collar jobs. Wasichana wako na hiyo uoga sana. Lakini lately kama chuo chetu cha Kabete, that chuo cha Anoi, wasichana sasa wako wengi. Wameanza kuingilia zile courses za technical, zile za kujiajiri. Though unapata tu hata wakimaliza bado wanataka kutafuta ile kazi. Kwa hivyo zile utafiti zimefanywa, mimi ni msimamishi upande wa utafiti. Zile utafiti zimefanywa zinaonekana bado wasichana wako na uoga sana. Kutoka pale nje utafute pesa zako kidogo uanze biashara kidogo. Wako na hiyo ujuzi, mtu ameenda tunafanya catering kwetu, tunafanya mambo ya beauty na salon, lakini hataki kuenda kuanzisha yake. Bado anaona nataka niende miji mikuu niandikwe. Kwa hivyo hilo ni swala ambalo kwa kweli watazamaji wanakubaliana nami, manake kila mmoja anayetuma maoni yake anasema kwamba vijana wajiajiri, maisha ni magumu. Ni Eunice Munialo, anatoka wapi? Anatoka Kiminini. Alafu huyu Stanislaus Mutinda kutoka Kitengela anasema kwamba naunga mkono vijana kujiajiri japo pesa za kuanzisha biashara ni nadra sana. Anasema anaongea kuhusu mtaji ni capital ya kuanzisha biashara. Kwa hivyo mimi ni Gazal kutoka Mtwapa. Maoni ni kuwa vijana waajiriwe ili wawe wa kujikimu kimaisha. Huyu anakinzana na anasema vijana lazima waajiriwe, wasijiajiri wenyewe. I'm Chep Jairus. I'm asking this. I'm willing to start my business. I'm educated, but getting capital kama yule tu. Kwa hivyo Chep Jairus, wewe utasaidiwa tu. Kuna vipindi vyetu vingi tu vya namna ya kuanzisha biashara huwa tuko navyo katika kituo cha KTN News, utashauriwa. Maoni ni mengi. Ndugu Akachi. Sasa hivi kuna huu mchakato wa kuanzisha mfumo mpya wa elimu ambapo tunasisitiza sana masuala ya ufundi, tuangazii sana masuala ya taaluma kwamba kwa hivyo ni mtindo ambao wewe mwenyewe ukiangalia mfumo wenyewe unatuelekeza wapi? Itatusaidia Frank, itatusaidia tena zaidi. Kile ambacho kimeleta hii shida ya ukosefu wa kazi ni kulingana na system ya masomo. System ya masomo ambayo tumekuwa nayo. Unajua kwanza kabisa mwaka wa 1964 kulikuwa na hiyo commission ya Uminde, commission ya kwanza. Na ilisema ya kwamba ile emphasis iwekwe sana kwa maneno ya masomo ya ufundi. Lakini sisi kama wa Kenya tukawacha hiyo, tukaenda kwa programs ambazo zinaitwa ni white collar programs. White collar programs ni kumaanisha ya kwamba
Wakenya wanaamini ya kwamba ukivaa vile wewe mwenyewe umevaa, wanajua huyu amesoma. Lakini kama huyu mwenzangu ambaye anakaa karibu na mimi, akienda na aseme yeye ni mtaalamu wa kazi fulani, anasema hapana, huyu mjamaa tumwamini. Ndio sababu sasa tunasema kuna nafasi ya kwenda kwa college na kusoma ile masomo ambayo itakufanya ujiajiri badala ya kwenda kutafuta kazi. Na sasa kwa wakati huu naweza sema kwamba kwa hizi chuo zetu kama chuo cha Kabete na hizo zingine zote, iwe ni college ama iwe ni chuo kikuu, tuko na nafasi. Vijana saa hizi wanasoma hiyo masomo ambayo wanafanya, iko nafasi ya kupata loan, kupata hiyo capital unasema, kutoka kwa banks. Saa hizi vile tulivyo, tuko na program na KCB Foundation. Wameleta vijana hapo wanasoma masomo ya kujiajiri. Alafu wakimaliza hiyo masomo, kuna pesa watapewa ya kuanzisha naye biashara. So tunasema hiyo nafasi ya kupata pesa ya kuanzisha biashara iko. Ndio. Yes. Jumba zinazidi kumiminika hapa mtazamaji katika kipindi cha Dau la Elimu hii leo, ambapo watu wamechangamka kweli. Yuko huyu anasema kwamba ni Erupe from Lodwar. Asante sana. Lodwar tunapatikana kule county, Lodwar County. Vijana wajiajiri because maisha leo ni magumu mno. Sisi kama wasichana si poa tujiajiri, ni heri kuajiriwa. Unasikia? Ulimsema huyu msichana anasema kwamba sisi madem si poa. Alikuwa anasema ni sisi madem. Ndio. Hiyo shida tunayo, na vile mwenzangu alisema hiyo shida tunayo, na kwanza inatoka kwa wazazi. Wakielekea mbele inaenda kwa shule pengine ya msingi, alafu shule ya upili. Na imekuwa ni watu wengi wakiambiwa ati kosi fulani ni ya wasichana na hii ni ya wanaume. Lakini kulingana na ile utafiti tumefanya, sisi tuseme ni kama Kabete na technical institutions zote, naweza sema ya kwamba wasichana wana compete vilivyo na wanaume. Na ikiwezekana wasichana wakipewa nafasi wataendelea zaidi hata kushinda wanaume. Na unajua inakuwa ni unique, Bwana Frank. Ukipata ati mwenye anasimamia hii mjengo ni msichana, ama architect ni msichana, ama civil engineer ni msichana, inakuwa ni furaha sana kwa wengi ya watu. Lakini tunataka Kenya watoke kwa ile maoni ya zamani ya kwamba ati jikoni ni ya wasichana. A woman's place is in the kitchen. Hiyo ni maoni ambayo nataka tutupilie mbali kabisa. Kwa sababu sisi zote ni binadamu na sisi zote tunaweza. Kuna huyu hapa anasema hamjambo wageni wetu wa Dau la Elimu. Mimi ni Christina Dhiambo Odero kutoka Kilifi County. Odero, huyu ni mke wako kama sister? Majina yetu yanafanana tu. Kutoka Kilifi. Nimesomea ECDE certificate, then nimesomea mambo ya cosmetic, kazi ya salonist, but nimejaribu sana nipate mtu mwenye utu na huruma aniinue kifedha angalau nijaribu, but nimemambulia patupu. So naomba mniangazie ili nipate mfadhili. Mimi ni mjane wa miaka 24, nina mapacha wawili wadogo. Mume wangu aliuawa na kuchomwa na Al-Shabaab sehemu za Lamu. Pole sana Dhiambo kwa hali hiyo ngumu ambayo. Tutachukua nambari yako alafu tutawasiliana baadaye. Wasichana lazima waajiriwe? Si lazima wasichana waajiriwe. Hapana. Ndio nakwambia Frank, wasichana bado wako na hiyo uoga. There is that gap. Amepata hiyo training, ako nayo. Lakini sasa kutoka pale nje aende aanze something, anaongopa. Nitaenda nianze nianguke. Sio lazima awe na fedha nyingi ndio aanze kitu kubwa. You start small, anaanza kitu kidogo. Kama huyu amesema amefanya mambo ya salon, enda uanze in one room, uanze from there. Slowly anaendelea kujua. Ama aanze tu kwa veranda pale nje. Aanze tu hapo kwa veranda. Kidogo ataanza kujua kumanage pesa yake ile anapata. Ndio shida ile wako nayo, wako na training, lakini wanajua they have the skill, lakini hawana ile management, hawajui kumanage kasi yao. Nimepata fedha hii 1,000. How do I keep my profit from my capital? Kwa hivyo hiyo wanaongopa. Nitaenda nianze mwezi moja ianguke. Aibu itaniingia. Kwa hivyo wasichana najua wanaweza enda wakaanza na wakagrow. Kuna wasichana wengi sana wametoka chuo chetu cha Kabete na wameanza kazi mingi sana. Kuna msichana pande ya Uthiru alisoma kwetu. Ameanza kama kutengeneza magari. Ako na yard.
anatengeneza magari na ameajiri vijana karibu 10. Na kazi ni yake na ni msichana na alianza na gari moja ililetwa na akabadilisha mguu. Akasema kumbe naweza fanya hii kazi. Na akaendelea na akakuja akaenroll Kabete na akasoma mechanics. Sasa hii ako na yard. Sisi wote wale tuko na magari pande hii tunapeleka kwake. Kwa sababu Frank nikikwambia msichana anafanya kazi yake very thoroughly kuliko sisemi kuliko but better. Anafanya kazi nzuri. Kwa hivyo wasichana ni waache hiyo woga there. Nitaanguka. Kwa hivyo wafadhali niajiriwe tu end of the month nipate mshahara. Get out of that comfort zone. Naitwa comfort zone, hapo ndio wamekaa. Waende out there, waanze small. Alex, nikija kwako labda utuelezee kwamba hii azma ama mapenzi yako ya masuala ya uchoraji ulianzia wapi na uelezee labda ulisoma wapi? Frank, kusema kweli hii ni jambo nilianza nikiwa mdogo. Kwa mdogo. Manake nakumbuka tukiwa Kibera. Ndio. Mimi nimelelewa Kibera nikiwa mdogo. Nilikuwa nimezoea kujenga magari, kuchora magari na vitu kama hizo. Kabla hujaendelea, Bwana Gachi. Ametukumbusha kwamba hii curriculum ambayo tunazungumzia. Tuangalie pathway ya mtoto. Kwamba aelekee wapi. Sasa huyu yeye mwenyewe alijitambua kwamba anaweza kuna ile nini ya uchoraji. Endelea Alex. Sasa hata wakati nilienda manake nilisoma Kibera kidogo, wazazi wangu wakanipeleka boarding school. Sasa boarding school pia nikaona niko na hiyo. Boarding school gani? Inaitwa Ogwedi Sigawa. Ogwedi Sigawa. Huko Masai. Kule Migori, Masai. Transmara. Ndio. Nakumbuka hata walimu wangu wa art and craft nilikuwa nawachorea vitu kwa ubao. Manake waligundua naweza chora. So walinipatia hiyo motisha kuchora vitu kama hizo. Wakati nilienda high school niliwekwa kwa darasa ambayo Rapogi High School. Ulisoma Rapogi? Rapogi High School ndio. Sasa niliwekwa nikiwa form 1 niliwekwa kwa darasa ambayo ilikuwa nafanya CRE na history. Lakini nilienda kwa deputy principal nikamwambia nataka darasa ambayo inafanya drawing and design. Na yule mwalimu akakubali na nikaenda kwa hiyo darasa. Maana nilikuwa najua hiyo ndio kitu ambayo nahitaji. Kwa hivyo hata deputy principal unamfahamu jina? Unakumbuka jina? Yes, anaitwa Thomas Kogola. Kogola. Yes. Sasa kuanzia hapo sasa ndio unajua ukipatiwa motivation pia unakuwa na hiyo courage na unafurahia. Sasa kwa njia yangu nilikuwa nimejua lazima nifanye kitu ambayo inahusikana na drawing and design ukaifanya pale, labda mwalimu wenu alikuwa anaitwa nani? Tuelezee anakupatia motisha. Drawing and design kuna mwalimu wetu alikuwa anaitwa Mr. Wino. Mr. Wino. Yes. Yuko wapi siku hizi? Okay, alitoka ni principal pale okay, sawa. Ndio. Sasa pia yeye alinipatia motisha kabisa. Nakumbuka nikiwa form 2. Ndio. Kuna teacher stand nilichora vizuri sana. Ndio. Na Mr. Wino alichukua hiyo kitu akapeleka watu wa form 3, form 4. Akamwambia aona kitu ambayo mtu wa form 2 anachora. Unaona? So from that hiyo courage and hiyo motivation ilifanya sasa nijue mwelekeo wangu uko wapi. So hata wakati nilimaliza high school, okay, sikuwa natarajia sana kwenda university. Lakini wakati nilikuwa unatarajia wewe what do you mean? Okay, kulingana na uwezo wangu venye nilikuwa nimejipima kwa ufupi. Kwa ufupi nilikuwa nimejipima. Manake kwa akili yangu nilikuwa nimejiambia nikimaliza high school nitaenda Kenya Polytechnic nifanye diploma ya architecture ama kitu kama hiyo. Lakini wakati sasa nilipita nilishauriwa kwenda kufanya interior design. Manake cut off points zangu haikunikubalia kufanya architecture directly. Lakini pia nikafurahia. Manake nilifanya niliridhika na hiyo. Na nilifanya mpaka nikamaliza. Mpaka nikahitimu. Ukahitimu. Ndio. Kwa hivyo kwa sasa hivi unafurahia matunda ya elimu yako vizuri tu, unachora. Watu wanakutafuta tu wewe sasa. Anatafutwa, lakini unajua hiyo system yake education na ile ambayo inakuja itatusaidia sana sisi kama Wakenya, kwa sababu mimi vile unaniona mimi ni kama zile tunaweza sema ni chumo ya zamani. Na kwa wakati wetu ikiwa ulikuwa ni mtu ambaye anapenda mchezo wa kuigiza ama nini ndio watu wanasema kijijini ama ni estate ati huyo kijana anakaa ni mkora. Na wale ambao walikuwa hodari sana kwa kupiga gita wanasema ama huyu amekuja kuharibu watu hapa estate ama kijijini. Lakini sasa hiyo ndio ikatufinya kabisa sisi kama hiyo nchi. Na ndiposa tukawa na hiyo shida mpaka saa hii. Lakini kwa ile system of education ambayo inakuja itatusaidia kabisa sisi kama Wakenya.
na mimi ningeomba Wakenya wengi sana waunge hiyo mkono, kwa sababu itakuwa na identification ya talent ya mtu. Sasa vile unaona huyu mwenzangu anasema identification ya talent, tukiona huyu anaweza kuwa ni hodari sana kwa maneno ya utangazaji, basi tunampatia nafasi aendelee na hiyo mpaka sasa. Unaona mainchi kama United States of America ina promote talent. Kwa sababu kuna vile sisi kama technical hatuwezi sema ya kwamba kuna huyu mtu ambaye amezaliwa ni useless. Na sisi tena hatuna lugha. Hiyo lugha ambayo watu wanasema ati nimepita na huyu amepita, sisi hatuna hiyo. Sisi hatunanga hiyo kabisa. Sisi tunajua kwamba ile D ambayo kijana amepata, kijana anaweza endelea na masomo mpaka chuo kikuu. Yule mtoto ambaye amefika standard 8 na kwa sababu ya ukosefu wa karo ama shida fulani, bado ana nafasi ya kuendelea. Bora tu tukijaribu kuidentify na tujue huyu kijana anaweza kuwa mtu fulani kwa profession fulani. Kwa sababu kwa system education yetu ya zamani, na nafikiri hata ile inaendelea saa hii, kijana anashtuka tu ati saa zile amepata mean grade ya C, ndio sasa anaanza kuuliza watu, sijui nifanye kosi gani, nifanye kosi gani, nifanye kosi gani. Ndio. Asante sana mtazamaji, ni kipindi cha Dau la Elimu ambapo tunashauriana na wenzangu hapa katika studio, akiwa ni mkuu wa chuo anuai cha Kabete hapa jijini Nairobi, Bwana Charles Akach. Kando yake tukiwa na kijana barubaru ambaye amebobea sana katika masuala ya usanifu kuchora mambo mbalimbali katika majumba yetu, Bwana Alex Odero Odhiambo, bila kumsahau mtafiti katika chuo cha anuai cha Kabete, dada Daktari Consolata Mutisia. Jina langu ni Frank Otieno. Usiende mbali, tukirudi basi tutakuwa tunajiunga naye vile vile, atakuwepo hapa Bwana Kioko Mwoka vile vile, ambaye anashughulika na masuala ya yeye ni mhadhiri katika chuo hicho cha huko Kabete. Tutakuwa naye ili atupatie mawili matatu. Usiende mbali. This is KTN News. Whether you're playing or watching, there's something for everyone at Betin. Betin, cheza nasi, bet nasi. Katika meza ya Kiswahili tutakujuza habari kutoka mashinani. Tunakuarifu kuhusu yanayojiri jijini na vijijini. Kutoka Mombasa hadi hapa Savo, kutoka Bungoma kuelekea Kitale, Nakuru hadi kaunti jirani ya Kajiado, kaunti ya Mandera, kaunti ya Garissa. Jina langu ni Hamza Yusuf. Francis Mtelaki, KTN News kutoka Kwale. Rajabu Hassan, KTN News, Arusha, Tanzania. Saa 5 hadi saa 1 ungana nasi kwenye leo mashinani. Hakuna kazi watoto wanafanya. Ingilia kati. Saa 10 hadi 11 ni mbiu ya KTN. Na saa 1 hadi saa 2 usiku ni funga kazi kwa taarifa kuu za siku kwenye KTN leo. Tunakujuza, kukuelimisha na kukufahamisha katika ile hali ya kuleta jamii pamoja. Mwaka huu upata uhondo wa habari kuntu, sahihi, zenye ukweli na ukamilifu. Tukupe ufahamu kwa mduara. Watch KTN News round the clock on Signet Channel 32, DSTV Channel 274, GoTV Channel 94, Zuku Channel 14, and on Bamba TV Channel 2. A very disturbing story given that if you attack Maraga, you are talking about an institution. Our detailed coverage and relevant analysis in politics, technology, sports, health, and entertainment keeps your heart at the epicenter of information. On Morning Express, we bring you all the day's big stories, where it happens, when it happens, and what's behind them in a way that makes sense to you.
news round the clock on Signet Channel 32, DSTV Channel 274, GoTV Channel 94, Zuku Channel 14, and on Bamba TV Channel 2. We are going towards a point where we don't have an option but to relook at the structure and the expansion of university education in Kenya. It is not expansion, it's called massification. We created things, some of them that are worse than a glorified high school, just because we wanted to have the term university. When you go in there and find out what we are teaching, it's a joke in the process. Umekanyaga pabaya. Hebu kidogo ajibu alafu. Ukristo hauruhusu mtu kwenda kulala na mwanamke kabla hajamuoa. Nasikia alimeza dawa fulani, lakini mimi nikagwama kwa tumbo sikutoka. Ingelikuwa sheria ya Kiislamu yafanya kazi leo, walikuwa chapo mbokomia. Unapatana na sister yako mjui, wewe umemnoki, Mashallah kama alivyo. Don't even give sex education to our children. Wewe na ndugu yako, watoto wenu wanaweza wana. Yeah, wanaweza kuoana bila wasiwasi na wanazaa watoto wazuri. Watch KTN News round the clock on Signet Channel 32, DSTV Channel 274, GoTV Channel 94, Zuku Channel 14, and on Bamba TV Channel 2. This is KTN News. Asante sana mtazamaji, karibu kwenye sehemu ya pili na ya mwisho kwenye sehemu hii kipindi hiki cha Dau la Elimu hii leo, basi ambapo tunaendelea kuchambua na kuchanganua masuala yanayohusiana na ajira ya vijana, tukisisitiza kwamba unaposoma basi usome kujua kwamba si lazima uajiriwe, lakini uwe na uwezo wa kubuni nafasi ya ajira wewe mwenyewe. Wanaosisitiza wanajopo langu hapa, akiwemo mfano mzuri sana akiwa ni ndugu Alex Odero, ambaye anasema kwamba alisomea katika shule ya sekondari ya Rapogi kule Nyanza Kusini. Vile vile wanafuatilia kwa karibu sana watu ambao alisoma nao. Kuna Nicholas Odhiambo Remo ambaye anasema kwamba anafuatilia kwa karibu sana mdahalo huu. Vile vile anasema hapa ndugu Nixon Obare akisema kwamba anampata vizuri kabisa ndugu Alex Odero. Kwa sasa tunajiunga naye, vile vile amejiunga nasi katika jopo letu bwana Kioko Muoka. Kioko Muoka ni vile vile mhadhiri katika chuo cha Anwai cha Kabete. Ndugu, karibu sana. Asante sana Frank. Ningependa labda wewe can you pick from where you left? Wewe mwenyewe ulipokuwa umeketi pale unatusikiliza, umefurahishwa na nini ambacho kimejitokeza katika mdahalo huu? No, la kunifurahisha sana ni kwamba msisitizo sasa unaelekea katika kazi za kiufundi, kazi za mikono yetu, ambapo vijana wanaweza kujiajiri kando na kwamba wanaweza kubuni kazi na wakatoa ajira hata kwa wengine. Naam. Manake ndugu Kioko, nikikumbuka kwamba aliyetengeneza hiyo suti yako vizuri ama ukapendeza hiyo ndani ya studio ya KTN News ni mtu ambaye alitumia mikono yake na maarifa yake. Naam. Kwa hivyo wapo watu kama hawa ambao pamoja na kwamba hakufika katika kiwango cha sekondari, huenda labda alikuwa na uwezo wa kushona vitu tu pale katika kiwango cha darasa la 8, lakini akapuuzwa, watu hawakumchukua seriously, sivyo? Kwa hivyo ungependa kusema nini kuhusiana na wale ambao wana uwezo kutumia mikono yao lakini wanapuuzwa? Kama Bwana Kacha alivyosema ni kwamba kwa maoni yangu Mungu hakumnyima mwanadamu kila kitu. Ndio. Kama hukuweza kupewa viwango hivyo vikuu ambavyo unaweza kuenda direct kwa university education, unaweza ukachagua ile kazi ambayo unajisikia kwamba una talent yake, unaweza. Alafu katika hivi vyuo Anwai na vyuo vya kazi za kiufundi, kando na kufundisha ile skill, huwa kila mwanafunzi lazima afundishwe biashara. Ndio. Somo la biashara. Na katika hao masomo ya biashara utajua jinsi ya kujipanga ile kazi yako na kuikuza kama daktari alivyosema, kuanza udogoni, kuanza small, alafu uweze kuikuza. Na serikali imetoa nafasi nyingi tu ikishirikiana na mashirika mengine kama vile mlivyosikia Kenya Commercial Bank na mashirika mengine yanatoa ufadhili
kwa wale walio na nia na walio na uwezo na ujuzi wa kuweza kuanzisha kazi ambazo zitawapa wao ajira na pia kutoa ajira kwa wengine. Dau la Elimu, pongezi kwa Alex Odero. Yeye ni kijana wa nyumbani Migori, anaitwa Monica, akiwa hapa Nairobi. Sijui kama unamfahamu. Je, mbali na ujuzi wa kiufundi, wanafunza wanafunzi wao mafunzo ya kibiashara ili kumudu kazi zao? Nafikiri huyu ushamjibu tayari. Wewe kwanza, wewe ni mhadhiri wa masuala ya biashara? Naam. Katika kitengo cha biashara, hapo ndipo tunawafundisha wote, hata wale waliokuja kwa electrical engineering. Kama umekuja kwa somo lolote lile, hata kama ni catering, lazima ufundishwe masomo ya biashara, ambayo ndio kwa Kiingereza mnahitaji katika entrepreneurship. Ndio, huyo ni Bwana Francis alikuwa ameuliza akiwa hapa Nairobi. Vijana ambao hawakufanya vyema wafaa kujiunga na vyuo anuai badala ya kurudia shule ya sekondari na kisha kupata ile alama walipata awali. Ndugu Akachi, nafikiri kuna wakati tulikuwa tunajadiliana nawe kuhusiana na swala hili kwamba kuna shinikizo sana kwa wanafunzi ama watoto kwamba akifeli sasa yeye anakuwa mtu ambaye ni condemned. Wengine wanachukua kamba wanajitia kitanzi. Kwa hivyo wewe ungependa kutoa ushauri gani? Maana kuna uwezo kwamba watu wana uwezo kujimudu maishani. Sisi kama wale ambao wanatoka kwa chuo cha technical, tuseme tu ni kama chuo cha anuai cha Kabete. Hiyo lugha ya kusema mtoto anarudia mtihani, hiyo nataka Wakenya watupilie mbali kabisa. Kwa sababu unaweza pata mtoto amerudia, amefanya form 4, akafanya tena form 4, ile alipata mwanzoni ilikuwa ni D+. Baadaye amerudia anapata D-. Kile ambacho tunasema ni hivi, hakuna mtu hata moja ambaye ni mjinga kimaisha ambayo tumepewa na Mungu. Ni ile ambacho kinafanyika ni ya kwamba tumekuwa tukiweka chuo kikuu kama ndio masomo. Na nataka kila Mkenya ajue ya kwamba sio lazima mtu aende mpaka chuo kikuu ndio tuseme ni mtu kama huyu amesoma. Masomoni ni kujua kazi yako. Tuseme ni kama vile tumevaa hivi saizi. Wale ambao wamefanya hii kazi ambao tumevaa, hii nguo ambayo tumevaa, sio pengine ni wale ambao walienda mpaka university. Na hilo ni jambo ambalo nataka kila Mkenya atoe hiyo kwa maoni kabisa. Kwa sababu sisi tunasema hivi, kila grade, tuseme kama mtu amepata mean grade ya E. Hata juzi nimesikia kumekuwa na association ya watu ambao wamepata E. Program ya E iko. Wale ambao wamepata E wako kwa hali moja na wale ambao walifanya standard 8. Ndio. Na ndiposa tuko na vocational training centers ambazo zinaitwa youth polytechnics. Ndio. Vijana kama hao wanaweza fanya artisan course ambayo inachukua 2 years. Akimaliza hiyo anaenda chuo cha ufundi. Anafanya craft certificate 2 years. Akimaliza hiyo anafanya diploma 2 years. Akimaliza hiyo, ikiwa lengo lake ni kwenda chuo kikuu, ataenda na afanye degree. Na anaweza enda chuo chochote kikuu. Sio lazima iwe ni hata hapa Kenya. Anaweza. Sasa nafasi iko kwa wale ambao wanataka kuendelea. Lakini mahitaji ya Wakenya ni performance, competency based training. Hiyo ndio kitu ambacho tunasema kila wakati. Na hata wale ambao wamesoma zaidi, wakitafuta fundi huwa wanaenda wapi? Wasi wanatoa magari zao chuo kikuu, wanapeleka wapi? Jua kali, si ndio hiyo? Basi hiyo ndio sisi kama nchi tunataka. Umenikumbusha jambo fulani kwamba kuna mwanamuziki anaitwa Osogo Winyo. Osogo Winyo ni mtu ambaye hakupita darasa la 3. Si ndio hiyo? Lakini muziki wake, nyimbo zake zinachezwa na wale ambao tumesoma sisi. Na kila mtu ambao wamesoma zaidi wanakatika sana kucheza muziki yake. Asante. Kuna huyu anasema kwamba mimi ni Tabule Duncan kutoka Kibera, nilisomea nursing ila nimekosa mwajiri. Nataka kuswitch na kusomea ujenzi. Samahani, hapa Nairobi shule ipi yafunza ujenzi wa nyumba? Kabete iko? Kabete iko kila kitu. Kabete iko kila kitu. Kwa upande wa civil engineering. Iko civil engineering, iko kila kitu, building technology, iko architecture, iko kila kitu. Alafu anasema kwamba nataka sana kubadili profession ya kwangu kwa sababu hata kusomea nursing ilikuwa matakwa ya mama yangu ila sio passion yangu. Kwa hivyo wacha niseme jambo fulani. Kuna vijana wengi ambao walichukuliwa chuo kikuu, tuseme tu ni kama Nairobi University. Wakalazimishwa kufanya kozi fulani. Baadaye wakagundua kwamba hii kozi nitaendelea naye, lakini nataka niende Kabete Polytechnic nifanye kozi fulani ambayo itanipatia njia ya kutafuta maisha. Sasa ile wazazi kulazimisha mtoto, ikiwa wewe mwenyewe una bahati kuzaliwa daktari,
Sio lazima watoto wako wote wawe madaktari. Kweli. Wacha kila mtoto afuatilie ile ambaye anaweza na itaendelea na hiyo. Yes, na ndio sababu tunaweza sema hivi Bwana Frank. Naam. Wazazi wamefanya vijana ama watoto wao wajinyonge. Kwa sababu akisikia ati mtoto amepata D, ati huyo mtoto sasa hakuna future. Future gani? Umetaja jina, umetaja jina kama Osogo Winyo. Osogo Winyo. Osogo Winyo nimesema alifika sijui standard 3. Na sasa si anawika? Anawika. Si anawika hapa Kenya? Anaiba kisema bedroom. Si ndio hiyo? Si ndio hiyo basi. Ohangla. Yes, dada yangu, kuna swali hapa. Mimi ni Esther Kalai kutoka Sirisia Bungoma. Haki mimi nilifanya KCSE 2016 for Matiang'i nikapata D na sina hata do za ananiongelesha kisheng kweli. Sawa, tutasoma tu hivyo. Sina hata do za kunipeleka course, natamani kwenda course ya tailoring na sina wa kunisaidia. Nikijaribu kumwelezea dada ananyamaza tu. Naomba mnisaidie. Naomba huyu asijinyonge tafadhali. Manake mshauri huyu msichana anasema kwamba anataka tailoring. Anataka tailoring. Anatoka wapi? Anatoka Sirisia. Sirisia. Unajua uzuri serikali yetu imefanya hivi. Kila county, not county, kila constituency wamefungua a technical institute. Aende kwa huko kwao, lazima kuna technical institute hapo kwao kwa hiyo constituency. Aende enroll hapo. I'm sure wanafanya hiyo course anataka. Hata kuna mahali anaweza pata pesa, anaweza pata through help. Help sahi wanapatia wanafunzi wote, wale wana apply na they qualify. Wanawapatia loans za kusoma. Aende huko ajaribu. La sivyo pia kuna njia nyingine. Sio lazima aende kwa chuo. Anaweza angalia hapo sokoni kwao. Kuna fundi mmoja anashona manguo vizuri na anajulikana. Aende hapo amuongeleshe awe kama trainee wake. Amfanyie kazi akimfunza. Najua wasichana wengi sana na vijana wameenda wakalearn through people. Una learn on the job experience. Atalearn hapo kama ako na interest atakuwa a very good sailor. Esther Halai, kuna mwenzangu ambaye anafuatia kipindi hiki upande ule wa mwelekezi wangu pale alipo Bwana Audi. Kuna wenzangu pale wanasema kwamba wangependa kukusaidia na wanasema kwamba ukiwa Nairobi basi useme uko wapi hapa Nairobi ili ujaribu kusaidiwa kutokana na ombi lako kwamba ungependa masuala ya ushonaji. Kwa hivyo Esther, jitambulishe kwamba uko wapi, maeneo gani, ama ni Sirisia, kama uko Sirisia pia tutajua namna ya kukusaidia Esther tafadhali. Benjamin Auchi kutoka Naivasha. Kujiajiri ni poa kwa sababu usipojiajiri hakuna kazi na utakuwa mwizi. Utakuwa jizi tu. Mimi ni Margaret Atieno kutoka Kakamega County na nimemaliza kidato cha 4 mwaka uliopita na nikapata alama ya C. Nauliza naweza nikafanya vipi ili nijiunge na college ili niendeleze ndoto yangu ya uchoraji? Uchoraji? Naam. Huyu ni mchoraji mwenzako huyu? Naam. Huyu sasa Akinyi huyu, Atieno huyu. Itabidi kutafute uko na labda anwani ya barua pepe ama Twitter au whatever ama Facebook ama kitu kama hicho. Niko nayo. Utatueleza baada ya mwisho wa kipindi. Kwa hivyo nikirudi kwako ndugu Kioko. Naam. Masuala ya biashara. Biashara sasa hivi ndio watu wanaangazia sana. Kwa hivyo unapozungumzia kwamba wewe unajaribu kuwaeleza vijana jinsi ya kujimudu, jinsi ya kushughulikia ujasiriamali na kadhalika. Tuelezee kwa undani kwamba vijana wanapomaliza shule wanalalamika kwamba hawana mtaji ama capital. Sasa wewe ungependa kuwapa mwelekeo upi? Ama mnafundisha tu, mkishafundisha basi mnaambia nendeni mtafute kazi ama mjiajiri? Ni vyema kwamba hawa vijana wachukue fursa ambayo imetolewa na serikali. Waingie katika chuo kimojawapo katika vyuo anuai na vyuo vya kiufundi ambavyo viko katika kila sehemu ya Kenya. Na ni mwongozo wa idara ya elimu kwamba wote wanaopitia hivi vyuo katika kila course wanaofundishwa pia wafundishwe hii entrepreneurship. Na katika hili somo ambalo ni la lazima tunawafundisha jinsi ya kuanza kutengeneza business plan. Yes. Jinsi ya kupanga kazi yako, wewe umeandika na ukiwa wana elimu kama yako muweze kuunda mashirika ambao mnaweza kupatiwa ufadhili vizuri zaidi, ambao mnaweza kuchukua kazi kama hizi mkatoa service ambayo inahitajika, kwa sababu kukiwa na hafla watu wanahitaji kufanyiwa huduma. Ndio. Yes. Aha, ndugu Kachi. Yes. Kuna swala ambalo naona unafanya kichwa hivi. Ni mambo yapi ambayo yako kichwani mwako unapoona kwamba vijana wanakata tamaa kuhusiana na kutafuta ajira? Ajira bado zipo? Iko shida. Iko shida kwa sababu nimesema ya kwamba
ni system ya education ndio imeleta hiyo. Wale ambao wanaenda masomoni wakijua ya kwamba wakimaliza masomoni wanaenda kutafuta kazi. Lakini tunasema hakuna hata nchi yoyote ambayo tunaweza sema iko na kazi ya kutosha. Hata iwe ni nchi gani. Na ndiposa tunasema kila wakati ya kwamba wakati kijana anasomea kosi fulani, ajue ya kwamba ajue hiyo masomo yake vizuri, ili akitoka huko nje anaweza anzisha biashara badala ya kwenda kutafuta kazi. Kwa sababu tuko na shortage ya nafasi. Hiyo hakuna hata nchi moja ambayo utapata kitu kama hicho. Ndio sababu tunasema hakuna, lakini kile ambacho kimepatikana itakuwa ni ya watu wachache. Na hapo ndio tunasema hivi Bwana Frank. Tuko na kama watu wa technical ama TVET. TVET ni Technical Vocational Education and Training. Yes. Tuna promote sana kitu ambacho kinaitwa ni SETI. SETI ni Science, Engineering, Technology and Innovation. Yes. Sasa ukiangalia hii room mahali tuko hapa na hizi machines mnazo hizi zote. Hizi zote ni innovation. Na hiyo ndio tunasema. Ukiangalia hii room mahali tuko saa hizi, hii ni innovation. Na ndio sababu tunasema areas mahali ambapo bado tuko na shortage, tuko na ukosefu, ni area ya science, engineering and technology. Unaona, tuseme hivi, nakumbuka watu kama Zuckerberg ambaye alikuwa ni yule ambaye alianzisha Facebook, si ndio? Alisoma wapi? Michael Faraday alisoma wapi? Ndio. Si hata Bill Gates nafikiri amepata degree juzi. Bill Gates. Si ndio hiyo? Na wengi ya watu. Sasa hii madness ambayo hata nataka nirudie chenye Professor Magoha alisema. Magoha alisema yes. At this madness about A. This madness about A. The madness should be about what you know. Yes. And what you can do best. Hata watu kama tuseme ni Michael Faraday, wale ma-inventor wa stima, si ndio? Walisomea wapi hiyo? Na ndio sababu tunasema ni innovation, science, engineering, technology na innovation. Hiyo ndio mwelekeo wa nchi, na sisi tukiweka hiyo kama agenda namba 1 na serikali imeweka hiyo, tutakuwa kwa hali ya nchi kama Singapore na Malaysia, South Korea na hizo nchi zingine. Yes. Asante sana. Nixon Obare, ukiwa hapa Nairobi, unasema kwamba mtoto wa shemeji yako alipata D chanya ama D+, angetaka kufanya kozi ya upishi Kabete na mambo hayo na mambo kama hayo. Kwa hivyo iko kozi ya D. Achi hapo. Yeah. Obare, kozi kama hiyo ipo Kabete. Muda umetupa kisogo, lakini nimefurahi sana kwa michango yenu. Dada, labda ningekupa fursa hii uongee na dada wenzako pale nje kuhusiana na kujiajiri. Sekunde kama 10 tu. 10. Asante Frank. Kwanza nataka kuongea na wazazi wale wako na watoto wasichana, wale wako shule, wamemaliza shule form 4. Wasione tu kufanya kupita mtihani apite aende university akakue lawyer, teacher, nurse, doctor. That is not the end of life. No. Kuna mambo mengine mtoto anaweza jifanya. Hiyo kasumba ya nitaona aibu mtoto wangu akienda technical akafanya kazi ya tailoring. Wanafaa watoe, wajue hiyo ndio mtoto amependa, ndio anaweza jiajiri nayo, ndio anaweza msaidia. Hapo atafanya vizuri kuliko ile anamwambia hapana, lazima uwe daktari kama mtoto wa fulani. Amuache afanye ile mwenyewe, wakubali kuwa hiyo that is the way to go. Asante. Alex, naomba utoe anwani yako labda ya barua pepe ama Facebook ama Twitter, unapatikana vipi ili uwashauri vijana wenzako bwana? Napatikana kwa atiliaalex@gmail.com. Hebu tamka tena bwana, unajua unatamka mambo haraka haraka. Atiliaalex, ARTELIERALEX@gmail.com. Uko kwa Twitter? Niko kwa Facebook. Facebook. Unaitwa nani ya Facebook? Ninaitwa Alex Odero. Sura ni hii yako tu? Yeah, ni hii yangu. Twitter ni hii? Ndio. Alex Odero. Alex Odero. Mtazamaji, mtafuteni Alex Odero kwa Facebook. Nduga Catch. Jambo ambalo ningependelea kusema ni ya kwamba mimi kama mtu ambaye nimefanya hii kazi miaka mingi, kuna vijana ambao wamepitia mkononi mwangu na walianza na D, walipata D, wakaanza craft. Wengi wao, na sitaki kutaja majina, wengi wao sasa ni professors. Sasa nataka kila Mkenya ajue ya kwamba sio lazima upate A, sio lazima upate B. Unaweza pata hata D- na bado utaendelea na masomoni mpaka upate. Asante sana. Ndugu Kioko, jambo la mwisho labda? Nami nataka kusema hivi. Yes. Hata jambo la msingi ambapo watu wanasema hakuna kazi, nataka kupinga. Kazi zipo, lakini
kuna upungufu wa wafanyikazi wenye ujuzi. Unakuta kwamba wenye viwanda ubidi watoke nje ya nchi kutafuta watu wenye ujuzi fulani. Kwa hivyo hao wazazi walio na watoto wawahimize wajitokeze, waingie katika hivi vyuo anuai ambavyo vimefunguliwa vingi tu, waje tuwafunze, tuwape ujuzi ili waweze kuchukua hizo nafasi za kazi. Asante sana mtazamaji. Hawa ni wageni wangu ambao tumekuwa nao tukichanganua na kuchambua masuala haya ambayo yanawahusu vijana na ajira baada ya masomo, kwamba tunasisitiza kwamba vijana sasa waanze kujitegemea bila kusema kwamba lazima waajiriwe katika kile kinachoitwa kwa Kiingereza kwamba white collar job. Imekuwa ni fahari yangu kuwa nayo katika kipindi hiki cha leo. Tumefurahishwa sana na michango yenu, jumbe zenu zimemiminika kweli kweli. Nisingeweza kuzisoma zote, takriban jumbe 1030 zimeingia, lakini nisingeweza kuzisoma zote. Basi ina maana kwamba masuala ya vijana ni masuala yanayowahusu Wakenya wengi, maana yake vijana ndio viongozi wa kesho na ndio wananchi wa kesho. Kwa hivyo taifa hili ni lao. Kwa niaba ya msimamizi wa kipindi Evelyn Mungai, mwelekezi wangu ndugu Audi, mmoja na wapiga picha wote ambao tuko nao hapa katika studio, ninawashukuru sana. Sasa hivi nampisha Lofty Matambo na kipindi cha Kimasomaso hadi Jumamosi ijayo. Kwaheri.